terere, nyayo, 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 terere, Nyamaza. Piga baridi hapo. Hebu tuende kukuti wote. Atujua leo. Mnajifanya msomi bana bukuoma. Rada. Bana huyu Demsi ni mshedi. Kumbe nilikuwa napelekea Prince, si ndio? Ni wewe utaacha wajipendekeza, najipendekeza mama. Au chipendi. Unatujua? Unaniweza? Unapenda maisha yako Demdenge? Unapenda maisha yako? Wewe. Nakuuliza unapenda maisha yako? Songa karibu, acha toka ndani ya nini. Unafanya nini ndani? Kwa nini unakaa? Rafiki yako hapo wapi? Ulikuwa unapeleka afanye? Ndio afanye? Unatuweza? Kwanza mimi unajua? Unanijua? Ngoja. Wewe. Mdenge toka. Toka wewe bana. Wewe. Bude mapendi maisha yako. Amka. Umejifanyia nini wewe? Wewe, simama. Unalialia hapa kama mtoto. Hebu simama. Huyu rafiki yako sasa. Unapenda maisha yako? Unakuuliza unapenda maisha yako? Kama unapenda maisha yako achana na ubeshe sawa. Enda daro. Enda. Na wewe unangoja. Pia wewe enda. Nana kimbie. Unakimbia. The girl seems like just please. I think we could play games. Hey Ruth, come here. How are you? I'm fine. Is there anything you would like to tell me? No, there is nothing. But I heard there are some students who are skipping classes. I've got no information about that. What about the girls? I heard they are smoking in the dormitories. I don't know anything. Are you sure? Yes. Remember, you are my brother's daughter. Yes. So I'd like you to inform me anything. In case there is anything, just make sure you have informed me. Okay, sir. So, are you okay? Do you need anything? No, I'm fine. Pocket money? So remember, I can inform your brother to send you. Or if you need anything, just feel free to tell me. I'm fine. Okay, you can join the rest. Okay. Mbona unabuli watoto wenyewe? Inakuhusu na? So utabula jo wanafunzi? Mind your own business, sawa? Ni mind aje my own business. Hala. Nimekuguza, kitakuramba. Kinirambe kiaje? Umesahau pia nilikuona na wale mamodi. Staff room mlikuwa mnadu. Kwani si nilienda kukuripoti because you are just doing, unafanya kitu mbaya. Kitakuramba pia wewe, ndakuraukia. Unajua inaweza enda nikuripoti sasa kwa speliwe. Ndani suspension na news. Unaniweza? Shule imenisinya na kuambia, wewe ukienda utakuwa umenisaidia. Sasa Antonella, poa Betsheba. Mbona leo muonekana uko stressed sana? Niko tu stressed tu juu ya kina Emma. Akina Emma alikuwa anakubuli asubuhi, niliwaona. Wao ni tu ni nightmare. Sasa watakuwa kitubuli kila siku. Tutavumilia tu Sheba. Niko na plan Antonella. Plan gani hiyo? Wacha tuwekee bangi kwa box, alafu wakwe expelled na principal. Haki hatuwezi fanya kitu kama hiyo Betsheba, tuachie wao pia sisi twende yetu. Sasa tutavumilia na veleweni mpole. Itabidi tuvumilie juu exam iko karibu. Sawa, unaendelea kufua ama tunaenda games? Mimi siendi games leo, nafua tu. Baya, acha mimi nimalize, niharakishe niende games. Sawa. Rada, fiti. Sasa nilikuwa napelekea hiyo Prince. Sijampelekea kitu. Najua ni anko yako. Lakini nikikushika ndakuchafua. Si nilikuona mkiongea na yeye, sio mko mnaongea stories za nyumbani. Hizo stories za ajabu. Sawa. Nakupea tu wao. Lakini acha nikwambie nimechapiwa riba. Si ulipelekea boya mshebe ati sifanyangi assignment. Ndio akusaidie na sikumwambia kitu. Nakwambia modendo nimebaki kumchafua. Nitamchafua mbele yako. Wewe ndakupararisha nakwambia mdenge.
Si uonge, unaongeja. Takupararisha. Muno mode. Yo prinsi, sijui ni anko yako. Nikikushika hata kwa kusaidia saa. Great, ningoja kidogo. What again? Unajua uliona Kenya asubuhi ilifanyika. So nini ilifanyika? Si unajua Emma venye wanapenda kubuli watu, walikuwa na bula Antonella. Emma tena? Kwani tena nani? Si ni Emma. Wow, walifanya nini? Walikuwa na bula Antonella. Anto alifanya? Si unajua venye yeye ni mpole saa. Hata sijui nitakueleza aje. So what should I do? Si nilikuwa nakwambia tuende ureport kwa principal. Imagine hizi vitabu zote nimebeba hapa. Sijafanya assignment, I have to do my work. Sijakuuliza mambo na assignment. Imagine sijafanya assignment. Mimi nimekuambia uende tu kureport as the school captain. Antonella na huyo Emma, I think they are becoming a menace in this school. So I have a lot of work to do actually. Sasa a lot of work na mimi nakwambia kitu cha maana. Okay, what should I do again? Si uende kwa administration report as the school captain. I'll think about that. But that is not fair. You're just rude. I'll think. Think what? Okay, I'll do something about it. Ish, that is not fair. You prefect, are not doing your work. Excuse me? Excuse yourself. Wow. I have to go to the deputy and talk about it, okay? Deputy again? I just told you to go to the principal. Excuse me, young girl. Go to class. I want them to be expelled. Okay, let me first finish assignment, then I'll come to you later. Even me want to do my assignments. I've not done it so me. Auski nafaa kufanya assignment. Sasa mimi kuuliza mambo na mwalimu anakuja class and I have to finish my assignment first. But this is not fair. Please greet me. Okay, I will go. Thank you. Excuse me, madam. Yes, Angel. I have an issue. Sit down. Thank you. Emma's been bullying the students in school. Hold on. Did you say bullying? Yes. What has happened? She has been harassing Candy and other students. How so? Even in dorms, she has been beating other students, even if you do something small. There are better ways of solving problems instead of bullying and beating other students. Have you reported this to your dorm captain? Yes, but they have not taken any action. What about the school head girl? I've also told her. Have you reported this to the matron? No. You see, anytime you have problems, you cannot just come and report this without following the proper protocol. You're supposed to report to the deputy principal, to the deputy school captain. If she's not around, report it to the school president. If she's also not acting, go to the matron. And if the matron does not act, you can thereby come to me as your boarding mistress. But since you have reported this, I will take it upon myself to investigate the matter, and then I will therefore go and report to the deputy principal, because she's the one in charge of students' discipline, and then we shall see how this problem is going to be resolved. Otherwise, bullying is unacceptable and a bad behavior. But because you have reported this, ensure that you keep on the lookout for such incidences and report this matter, because this is becoming an alarming rate of incidences that are reported about bullying. I'm happy to hear that. Thank you. You're welcome, Angel. Nini mbaya ama vile uliumizwa na kina Emma? Walikuumiza sana. Why do people have to be like this? I don't know. Mimi sijai wakosea. But akina Emma wako hivyo. Mimi hata sijai wafanyia kitu. Nyamaza tu, but nilishawapeleka kwa teacher. Maybe nikiwapeleka this time round wataget expelled waende nyumbani. Yeah, natoka nyumbani nikidhani nakuja shule kupata rest, kumbe nakujia tu mashida zingine. Akikandi nyamaza, nyumbani nini nafanyika tena? Yeah, mimi kila siku napewa kazi.
kila kitu ni mimi nafanya kwa nyumba. Nikidhani nikuje shule nipate rest, kumbe bado nakuja tu. Utavumilia. Hata mimi nyumbani iko hivyo. Mababa napiga, mama anatutusi hapa, anasema sisi tunampea shida, stress, but itabidi tuvumilie. Lakini mimi nimechoka. But this time round nadhani wataja explain. But tulishafanya homework. Hii assignment yenye teacher alitupea. But sinadhani teacher atakam preps na apate kama hujafanya. Twende tufanye. Miss Pet. Yes, madam. I have handled a case this morning of Emma, the chronic Form 4 student who has been bullying students left, right and center. What are we going to do her cases because they are becoming overbearing? I've been receiving reports about this girl several times. Actually, when I was last week on duty, she misbehaved. I think we should send her out of school. Why would we send her away? You know she's about to make her future. This is the second term of the year. Remember, next term she's going to do her final exams, and the deputy principal had warned her if she's caught in any kind of misbehavior, she's going to be sent home or even expelled for good. Where is she going to start? And remember, she's waiting for her final exams. How are we going to help this girl? Because, you know, I heard that she had poured water on a student's bed. She has been beating and bullying other lower form students. What are we supposed to what are we supposed to do? But she is a bad example to other students. We are supposed to be accommodating enough. You know, we cannot condemn her, yet we don't know what she's even battling. You know, some of this enacting could be as a result of unresolved issues at home. Have you talked to the principal? I am not able to talk to the principal because I'm afraid if we mention her name one more time, she's going to be expelled. Maybe I think I should call the parents to find out whether this behavior has recurred from home or it's just a new behavior in school here. I interacted during reporting day. I interacted with her parents. I think the girl, the behavior started from home. Mama Emma, karibu sana Manga Girls. Asante. And thank you for coming on such short notice. Yeah. Tumekuita hapa kwa sababu Emma amekuwa mtoto mtundu na tunataka tukuite tuongee kwa ajili ya Emma, tuone vile tutamsaidia kama shule na hata kama wewe mzazi, tujue how you are going to help us manage her, kwa sababu si unajua kwa karibu kufanya mtihani na tunataka amalize mtihani vizuri, aende salama. Sisi hatuachie wanafunzi wengine salama. Lakini Emma amekuwa mtukutu na inaonekana tabia yake haijatupendeza. Sasa sijui unaweza tuambia nini kutoka nyumbani ndio tuweze kujua kama hii tabia ni hapa shuleni ama nyumbani anakuwa Emma tofauti na shule ni mwingine. Tuambie, tusemezane, tuone venye tutasaidiana. Kwa nini ndio nimulitia kutoka nyumbani? Huyu mtoto amenisinya mimi mwenyewe. Nilikuja hapa wakati mwingine nikawaeleza, amenisinya. Hata sitaki kumsikia, hata kusikia sauti yake, hata sura. Ninyi ona kile mnasafanya, mumsaidie. Kama mtasaidia, mimi sitasaidia. Mama Emma, huyu ni mtoto wako tunaongelelea. Mtoto wangu. Lakini hata sitaki kusikia kama anawasumbua ama wasumbui. Mimi mwenyewe amenisinya, ndio maana nikawatuma kuja kwenu. Tena mmeniita ya nini? Tabia ya kulinda mtoto sio jukumu ya mwalimu peke yake. Hata mzazi unafaa kuwa una play your part. Ilianzia nyumbani, nimemtuza vizuri na mwelekeza, lakini asikii, kichwa ngumu, amenisinya, ndio maana nikawaletea. So unaona tufanye nini?
Mimi kwangu simtaki kumuona, nataka akaa hapa shule. Lakini shule hataendelea kukaa kwa sababu Emma anakuwa mtoto mtundu, amesumbua wanafunzi wengine na tutaendelea kukaa na yeye hapa. Basi chukueni sheria mikononi mwenu mumsaidie. Sheria haituruhusu kufanya kwa sababu mkinipa mimi nitanyonga yeye. Amenisumbua sana miaka mingi sana. Niko na watu wengine nashughulikia. Sio yeye peke yake. Sasa tutafanya aje mama Emma? Sasa ona vile mtafanya. Kwangu mimi sitaki kusikia maneno ya Emma kabisa kuanzia leo, na msiwe nipigia simu kuhusu Emma. Nimechoka na yeye. Ukichoka na yeye sisi tutafanya aje? Simchukue sheria mikononi mwenu, kwa sababu mimi mkinipea mtoto hata nikitoka na yeye, huyo naenda kunyonga. Hakuna penye nitachukua, ni kunyonga peke yake. Nisahau siku mzaa. Mama Emma, unavyoongea unatushangaza sana. Kwa sababu sisi nimefika mwisho, nimefika mwisho na mtoto. Sisi ni wazazi na tunashangaa sana ukiwa unatoa maneno mazito kama hayo. Sasa ona vile mtamsaidia, kwa sababu mimi sina la kumsaidia. Mimi hata sio mtoto wangu. School fees nao nitamlipia. Aona asome, aona aache. Mimi tulimalizana na yeye. Kama hataki kusoma, nyinyi ona fanya mtamsaidia, mimi sitaki kusikia maneno yake. Pesa nililipa, ifanye kazi asome. So hii kuniita mmeniita hapa sio hata ni yani mmenialipia wakati. Ona vile mtamfanya, kwa sababu mimi simjui na sio mtoto wangu tena. Mama Emma, tutaona venye tutafanya kama shule, tuone kama tutamsaidia kwa hiyo miezi chache yenye imebaki shuleni, lakini hata tunaendelea kukuomba. Endelea kuongea na yeye, hata sisi tukijaribu na hii pande yetu, na wewe uendelee kuzungumza na yeye hata nyumbani. Afadhali mfanye hivyo kwa haraka, kwa sababu mimi sitawasaidia na mtoto. Mama Emma. By the way, Antonella, I have something to tell you. Ni nini hiyo? Today, nilienda kwa ofisi ya Boyani, nikapata wazazi wa Emma, walikuwa wanaongelelea Emma. Walikuwa wanaongelelea? Na ni nini tena walisema kuhusu? Walikuwa wanasema ati venye hawapendi Emma. Alafu babake alisema ati Emma anawachosha nyumbani, tabia zake ni mbaya. Alisema ati hata na wish huyo mtoto angezaliwa. Alafu angetamani hata mwache children's home. I just feel sorry for her. Na Madam Boyani alisema nini? Alinyamaza tu. Na hizo tu vitu zote vile babake alikuwa anasema Emma alikuwa hapo ndani. Kumbe Emma huwa na bulu watu ajione strong, kumbe huwa apendwi nyumbani. I think tunafaa tuanze kumpenda, tuache tu kumchukia. I wish tungekuwa na place watu wana discuss their difficulties kutoka home. I have an idea. Wacha niende niongeleshe Madam Boyani. Excuse me, madam. Yes, Angel. About the issue that you are talking the last day, I have an idea for it. Go on. The students have many challenges at home that they cannot come to tell you teachers. I understand. We know other students are afraid of teachers, so they cannot come to tell you everything about the challenges that are going at home. I was requesting, can we start a mental health club? That's a brilliant idea. And it's very important that you find members of your peer groups so that you can talk about the challenges that you're undergoing, because you are of the same age group and you're likely to understand one another and the challenges that you're going through. You know, even when we are here as teachers, we have our own issues that we are dealing with, and sometimes we even find our fellow colleagues, we talk to them, and sometimes they will give us a solution out of our problems. Did you know that a problem talked is a problem half solved? So that's a good idea. I encourage you to do that. However, for a club to begin, we have to ensure that you have at least 10 members. So go back to your classes and then root for members to join that club, as I request the principal to allow us and give us further guidance on the club. Okay, thank you.
But principal. Yes, madam. How are you? I'm fine. How about you? I'm fine. Okay. I've been trying to get hold of you. Finally, I've reached you. It's all right. I wanted to talk about an issue that students had raised earlier. What is that, madam? There's this issue of students approaching me of starting a mental health club in the school. A mental health club in this school? Is there any problem with mental issues? We have students with mental problems here, really? We might not have mental issues really, sir, but we have students that are having a lot of challenges that sometimes they may find difficult sharing with their guidance and counseling teacher. Oh, but I thought the guidance and counseling department can be able to handle those issues, madam. Sometimes these students face challenges of even approaching the teachers about their issues that are stressing them. And they have thought of starting a mental health club in the school so that they can talk about their issues that are affecting themselves. And because they are students of the same age, they are embattled with the same challenges. So it would be wise if we allow them to have that club that would help us, even as teachers, because sometimes the issues can be too much to handle. Oh, but I think that's a good idea. But you see, madam, this is school. We are still struggling with the challenges of finance. You know, we have several projects here, so it will cost us a lot. It is not going to cost us a lot because it is an initiative by the students for the students themselves. The only thing that we wanted is to seek only your approval and rubber stamp to begin the club only. Okay. So you wanted me to assist you with which things? Allocating us with a room where they will be holding their meetings, okay, and setting the dates and times that they will be attending the club sessions. Okay, if that is the case, I don't have the problem with that one. Then I can give you the room, and in case you need anything, I can assist you with that, so that at least our students are safe and they're okay in school. To ask, where did you reach about hiring a professional counselor? Hiring a professional counselor again, madam? Surely it will be difficult at this time. So let's see with the guidance, that is the guidance and counseling teacher, so that it can be able to handle those issues. Yeah. Fair enough. That's good. Thank you, madam. Welcome. Hebu nione hii. Kumbe ni ukweli mama amejoin group. Si pia amejoin. Kumbuka yeye ni one of the students. Mbona sasa? But sasa siwezi mfukuza. So unajua Emma akisha join group hatuta open up juu ndio bully wa shule. Hata kama yeye ni bully wa shule, pia anafaa kuwa in the group. Hata kaa in the group, watu watasema shida zao. But unajua mi alinilazimisha ndio aingie in the group. Unajua yeye ni bully. I'm so tiny, siwezi fanya kitu chochote. Saka alikulazimisha, singemwambia Lakini najua Emma hizi change. Anaweza change. Kumbuka you open this club for you. Mi basika ako, itabidi mi nimeenda. Usika hivyo mpole Kandi. Sasa mi nimeenda, acha tu. Usiende Kandi, sikia kwanza. Pia mi simpendi, si ati nampenda vile. Unajua mi just a secretary, siwezi fanya kitu chochote. Sasa it's up to you, utaona vile unamfanya. Saizi ni gani?
Mnataka? Kwa mnataka kunipiga kai. Si mkuje basi. Ema kuja kukupiga. Alafu Nikupiga kwa mbele tunakutana. hizi ndio gani tena? Rada. Kumbuka hapa nilikuwa natafuta all this time ka pesa. Sasa ni unaniignore, uniangalie. Bana nimekaa ku apologize. Nilikuwa nadhani nilikuwa nakujudge wewe ni mdogo bana. Nimekaa ku apologize all this time nilikuwa nakuroga. Bana, so dengi uniangalie. Nimekaa ku apologize, unisamee. Sawa? Yeye ni kunisamea kweli. Bana, sitakuwa nakusaidia. Sitaitaka mtu imagine hata ikubule. You'll be on my side bana. So ati hivyo nimekaa na ma present. Cheki. Nimekaa na ma present. Asante. Utakula ndogo. Najua idogo wako mtu atakuja. Utakuwa unabuliwa ni mwili yako ndogo. Asante. Kula bana. Utatutoshana kuna mtu atakubuli. Hii dunia kula ujenga mwili jengi na mawe. Sawa, asante. Sawa, karibu.